Na kwa ukweli ni nini ambayo tunatafuta hapa? Tunatafuta haki ya yule ambaye anastahili kumiliki hiyo shamba. Na hiyo ndio imetuongoza. Na ndipo tuko na furaha leo tukiwa tumeanza hiyo kazi. Na hatujamaliza, na bado tutaendelea. Na mimi ningependa siku ya leo niombe sana viongozi. Ni sawa kuwa kiongozi, lakini kuwa kiongozi sio kutesa wenzako. Kuwa kiongozi ni kutetea haki ya wale ambao unaongoza. Tunajua kwa sababu ya muda ambaye kazi hii imechukua, na kuna wengi haswa wale wa mbeleni ambao labda hawakuwa wamefanya mambo yao ya kuacha wills na mambo mengine, kutakuwa tabu kidogo kidogo hapa na pale, hapa na pale. Lakini tabu twapatiwa ndio tupate suluhu. Hatupatiwi tabu ndio tupigane. Tunaelewana wenzangu? Na ndipo mimi naambia viongozi, jameni, wacha tuhakikishe tumetenda haki. Na hata kule ambapo kuna shida, hata leo hii ambapo twapatiana title kwa sehemu ambazo hakuna shida, serikali haitatoka. Sisi tutakaa pamoja nanyi hata zile title ambazo ziko na shida mpaka tupate suluhu. Tunaelewana wenzangu? Na mimi nauliza viongozi, tafadhali njooni tuungane pamoja, kila mtu apate haki yake. Hizi vyeti ambavyo tuatoa leo, Embakasi peke yake, ikiwa tuapatiana vile nilisema close to 30,000 title deeds Embakasi peke yake. Nyinyi wenzetu ambao mmetoka Embakasi, mnajua ploti moja Embakasi ni pesa ngapi? Si ni kweli? Si ndio? Kuna ploti area hiyo ambaye ni chini ya milioni 3. Kunaye? Kumaanisha ya kwamba these 30,000 titles ambazo tunaweka kwa mikono ya wananchi wa Embakasi ni zaidi ya 90 billion shillings ambaye tumeweka mikono yenu. 90 billion mikononi ya wananchi wa Embakasi, haki yao ambayo wamenyimwa miaka hii yote. Sasa mwingine akisema hapana rais, usiendelee na shughuli ya kupatiana title, huyo kweli ni mtu ambaye ako na kichwa mzuri? Na mimi siwezi nikubali, lazima niendelee. Lazima niendelee. Lazima niendelee kwa sababu lazima tupatiane haki pahali ambapo inatakikana. Hiyo ndio wananchi wamekuwa wakigojea. Na ndipo mimi nawaambia wenzangu wote wale ambao watapata title zao, mjue ya kwamba hii ni mali ambayo imeingia nyumba yako, ni mali ambayo imeingia familia yako. Na vile nilisema wiki iliyopita, muhakikishe ya kwamba mumeitumia hiyo mali kuinua hali ya maisha yenu. Hali ya maisha yenu. Msije mkaya watu ambao mtakuja kudanganywa kuuza mali hiyo kwa pesa 8. Msiwe watu ambao watakuja kudanganywa mtumie hiyo mali kwa njia ya kupoteza hata vizazi vingine ambavyo viaja. Na mimi nataka niwahakikishie, na tumekubaliana hapa na jemedari, ya kwamba mtupatie tu muda. Mtupatie tu muda. Sisi sasa kwa sababu nyinyi mmepata hali yenu na haki yenu, tunataka muende mjenge. Mjenge. Na sasa ni mjenge bila kuogopa ambapo ati kesho utakuja kufukuzwa. Hakuna mtu anakuja kukufukuza. Mjenge. Na mimi niwahakikishie mkianza kazi ya kujenga, mimi niko nyuma yenu na jemedari na wale wengine. Tulete barabara, tulete maji, tulete sewage, tulete stima, na ndio wananchi waishi kwa hali ambayo inatakikana. Si ni hivyo? Ama mwatakaje wenzangu?
nyinyi jukumu lenu ni tusaidiane na sisi, vile nilisema wiki iliyopita tena, ya kwamba tutaongea na mabenki na wale wengine ambao wanakopesha pesa ya kujenga manyumba, waje mpaka kwenu mkope, mjenge nyumba za kisasa ambazo zitakuwa zenu, na sisi tuwafuate nyuma na barabara, maji, sewage na stima. Na ndio wananchi wetu ambao wanakaa katika sehemu hizi waweze kukaa kama wenzao ambao wanakaa Muthaiga, Kilimani na kule kwingine. Hata hawa wakijisikia ni wateja. Sini hivyo wenzangu? Na hiyo kazi wenzangu tutaendelea naye. Tutaendelea naye. Mimi sina mengi kwa sababu leo ni mambo tumekubaliana. Pia ningesahau ya kwamba huko Embakasi, kwa sababu tunataka mji wetu panuke, tumepata na tumeshukuru, tumepata eka 20 huko, ambapo tunataka kwa hiyo eka 20 tujenge wholesale market ya kisasa huko. Ndio mboga na chakula kutoka Kitui, kutoka Kiambu, kutoka Machakos, kutoka Kajiado, kutoka huko upande ya Kikuyu na kwingine, ambaye inakuja, tuwe na soko kubwa pahali ambapo wananchi wanaweza kuja walete wauze wholesale. Ndio hiyo chakula sasa iweze kupelekwa katika hizi soko zingine ambazo tumejenga katika kila karibu ward ya Nairobi, na hizo ziwe retail markets, na tutakuja kuzifungua. Kwa hivyo wenzangu, mimi nasema hivi nikimalizia, hii kazi ambaye tumeanza sio ya Nairobi peke yake. Mtatuona tutakuwa tena tumefanya kule upande Nyakenywa, tumemalizia hawa wamama huko wamegojea karibu kama nyinyi na tumewapatia title deed zao. Tumeenda kule Pwani upande wa Waitiki tumemaliza, tumeenda huko kule colonial villages za Nyeri tumemaliza, na tutaendelea huko upande ya Njoro kule watu wanabishana kwa sababu ya mashamba, tutalete suluhu. Tutaenda mpaka Mombasa tena kule ambapo tunaongea pia ile shida ambayo imekuwa ya absentee landlords. Mtatuona huko hivi karibuni tukipatiana title deeds huko, tukiwa kwa sababu sisi jukumu letu na haja yetu sio kuteta. Haja yetu ni kulete suluhu ambaye itakuwa ya manufaa kwa wananchi wetu. So huko Kilifi mtatuona tukifanya kazi hiyo, kule mpaka ya Meru na Tharaka Nithi mtatuona tukiwa huku tukilete suluhu, kwa sababu jukumu letu ni kulete suluhu, sio kugonganisha vichwa vya wananchi na kupiganisha watu na mambo ya ukabila na siasa duni ambaye haisaidii watu. Yetu ni vitendo, yetu ni suluhu, yetu ni future ya taifa letu. Kwa hivyo wenzangu, siku hizi unajua mimi siongei sana, nasoma tu magazeti vile watu wanaongea na nasema muendelee. Mimi sina shida. Mimi naambia Wakenya, mimi mtanitambua kwa vitendo vyangu, lakini sio kwa yale ambaye nitakuwa napiga nduru kila siku. Kazi mtaiona. Kazi mtaiona. Wakupiga kelele waendelee. Tukiongea hii mambo ya Senate, mimi si pesa ya Uhuru ati watu waseme Uhuru hii formula si ilitolewa na wale watu wa SRC. Si imeenda Senate kusema watu wagawe pesa kwa njia ya haki, kila mtu apate haki. Kwa nini mwananchi wa Nairobi ati kwa sababu inasemekana ati Nairobi ni mji tajiri, wewe ambao unaishi Embakasi na Korogosho bado unafunga choo kwa karatasi
lakini unaambiwa wewe ni tajiri, huna haki ya kupata pesa. Ukweli na haki utajitokeza, na mimi sitapigana, na mimi sina na mabishano na mtu yeyote. Kwera kwa uma no koimira. Kwa hivyo mimi naambia wenzangu na viongozi wenzangu, njooni tusaidiane, tutendee hao, tutendee wale ambao wametupatia hii nafasi. Na tukifanya haya, Kenya itasonga mbele. Yes. Na uongozi si wa mtu, uongozi ni wa Mungu. Na Mungu ataamua wakati wake ukifika. Hii mambo ya tushindane hapa bure, shauri yenu, lakini inaitwa demokrasia na tunaendelea hivyo kwa sababu hiyo ndio barabara tulijiamulia tuchukue. Mungu awabariki, Mungu awalinde, muhifadhi vyeti vyenu, muzichunge kwa niaba yenu, kwa niaba ya watoto wenu, kwa niaba ya watoto wa watoto wenu, tujenge Kenya yetu pamoja. Asanteni sana. Hapa mjini Arlington, Texas, ndani ya AR FM.